Sasa wapo ipo miamba ambayo ilionyesha imani, kuwa na uhakika hata walipojaribiwa. Na mwamba wa imani kwenye Agano la Kale tunamjua ni Ibrahim. Ibrahim alijaribiwa na Mungu akaonyesha imani ya hali ya juu. Kwanza nafikiri kitabu cha Mwanzo sura 12, wakati alipoambiwa aondoke aende nchi ambayo haijui, akaondoka. Alionyesha alikuwa na uhakika, akaondoka. Kilichomsaidia kuvuka salama ni tabia yake njema. Hakuhitaji maskari wa kumlinda. Tabia yake njema ilimsaidia akapita salama mpaka akafika Misri. Akafika Kanaani, akakaa kule. Nakumbuka imani Ibrahim kumtii kwamba Mungu anamwambia hivi na anafanya. Na sisi Mungu tunamsikia wapi? Mungu tunamsikia kwenye maandiko matakatifu. Imani yetu inakuja kwa kusikiliza maandiko matakatifu, na utaikuza imani yako kwa kusikiliza maandiko matakatifu. Na sisi imani yetu haiwi imani kwa sababu tunajua kuna kitu inatakiwa. Unajua usiwe na imani ambayo mpaka uone muujiza, mpaka uombe ujibiwe. Sisi hatumpendi Mungu kwa sababu tunaogopa kwenda motoni. Hatuendi kusali kwa sababu tunajua tutakufa. Sisi tunasali kwa sababu bila kusali mwanadamu, bila Mungu mwanadamu hana chochote. Yaani Mungu, sisi tunampenda Mungu na tunamwamini kwa sababu maisha yetu, mioyo yetu haiwezi kutulia kwa kitu chochote isipokuwa kwa Mungu tu. Kwa hiyo hatuogopeshi kwamba tukienda kusali, tusipoenda kusali tutakufa, tutaenda motoni, au tunamwogopa Mungu atatuteketeza. Tuna imani yetu kwa sababu tunampenda ni Mungu. Mungu ni baba yetu na tunampenda. Iwe tumesali, tumekosa, ikiwa kuna kitu tumeomba hatujapewa, kutokupewa kwetu haina maana kwa Mungu ataacha kuwa Mungu.